Shalom na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Leo tutajifunza somo zuri linalosema ndoto. Najua kwamba kila mtu huwa anaota ndoto. Na ndoto zako zimetoa majibu gani katika maisha yako? Ndoto zako zimeleta majibu gani katika maisha yako? Zimeleta majibu mazuri au ulipoota ndoto na ukawaambia watu wengine ilikuwa ni sababu ya wewe kuanza kupata changamoto? Tunakumbuka Yusufu wakati ameota ndoto na kuambia ndugu zake, ulikuwa ni mwanzo wa mateso na maumivu. Lakini mwisho wa ndoto ile aliyoiota, tunajua kwamba ulikuwa ni utukufu mkubwa sana. Mwanzo 37 kuanzia mstari wa 5, Biblia inasema ya kwamba Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhali sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele yangu, mbele ya mganda wangu. Hii ni ndoto ya Yusufu. Anasema ya kwamba tafadhali ninaombeni mnisikie, kuna ndoto na kuna jambo ambalo nimeliona. Tulikuwa tukifunga miganda shambani, na tazama mganda wangu kaondoka na miganda yenu ikanizunguka ikaniinamia. Tunaona ya kwamba baada ya kuambia ndugu zake kitu kama hiki, Biblia inasema ya kwamba wakazidi kumchukia kwa sababu ya ndoto ambayo aliyoiota. Ndio maana nakwambia kwamba si kila mtu unapaswa kumwambia ndoto zako. Si kila mtu ni mzuri katika ndoto zako. Wengine wanapopata maono kuhusu ndoto yako, wanatamani wakuondoe mapema.